Unalia nini tena? Ani dada wewe hujui tu. Ana hujui tu. Mimi natamani hata maisha bora nife tu kuliko kuendelea kuishi. Usiseme hivyo mdogo wangu. Naelewa jinsi unavyojisikia. Na naelewa hicho unachokipitia. Lakini isifikie tu ukatamani kufa. Unajua wako wengi tu wanapitia changamoto tofauti lakini hawajawahi kufikiria. Dada lakini ya kwangu mimi ni tofauti. Usiseme hivyo mdogo wangu. Usiseme hivyo na mkufuru Mungu. Kwa mfano bara la Indonesia kule watoto wanazaliwa na kasoro kibao. Unakuta mwingine anazaliwa sura nyingine kitu kimekaa pembeni ya shingo, mwingine anakamkia. Wanazaliwa na matatizo mengi tofauti lakini hawajawahi kukata tamaa maisha. Dada, sawa matatizo mimi naelewa. Lakini swala mimi kuwa na jinsia mbili, Mungu ananionea. Bora nife tu dada, kweli mimi nakwambia bora nife, mimi sioni hata haja kuishi. Usiseme hivyo. Wewe wako ni muhimu. Wewe kama unaona yuko kusoma muhimu lakini tuko sisi tunakupenda. Uzuri wenyewe tatizo ambalo uko nalo au aibu ambayo uko nayo. Ni kitu ambacho hakiwezi kuonekana kwa watu, kusema watu watakuona na nini. Dada wewe uelewe. Asa tazama kama leo nimeingia period. Wewe, mimi nafikiri njia pekee ya kuishi kwa amani, na kuwa na amani, ni wewe tu ukubali hivyo hivyo. Kuna wengine wameumbwa vitu vya ajabu, na kama wapi Korea si bara la Asia. Wengine wanazaliwa kama wana mikia. Wengine wamezaliwa wamebandana sura. Watu wamezaliwa na maumbile mengi tofauti na yanayojionyesha kabisa hadharani. Kama nimeingia period manake nina uwezo wa kushika mimba. Na hii jinsia ya kike ndio inafanya kazi zaidi. Na mimi muda mwingine najisikia yaani mambo mengine dada hata sio kukwambia lakini na mimi nikwambie sijui nikuite mwanamke mwenzangu. Dada. Mimi pole mdogo wangu. Pole mdogo wangu. Picha hii haiko hapa mtaani. Wewe kuna kitu kinakuja. Gani? Takuonyesha tu. Sio kana. Basi sawa, ukiwa tayari kuniambia kitu unachofikiria utaniambia. Haina shida. Kuna mahali mimi naenda hapo mara moja. Nimesha kuwekea chakula huko ndani sasa. Tachukua ule sawa. Sio basi. Usiogope. Dadake. Unaanua nguo. Vipi uko toka? Salama, karibu. Tupo ndani. Sawa, ukishamwona mgeni hapo ndani na mazungumzo naye kidogo. Wema? La kuja. Vipi dada? Mbona kama una kitu unashangaa? Yuko.
Ipo ndani. Sasa mdogo wangu, ndio nini hivi umefanya? Sikiliza dada, nikwambie mimi nina akili timamu. Hii ndio ile dili ambayo nilokuambia nitafanya. Dili. Ili ni dili au ni dilisha? Dada nisikilize, mimi si ndo master plan. Hakuna cha master plan. Hivi na wewe unafikiri huyo mwanamke utaingia nini, utapigana tu story tu? Wewe niamini mimi. Yule mwanamke nimeshampanga kila kitu. Na nimeshampa chake kabisa. Kwa hiyo anajua kila kitu. Tena umeshamwambia kila kitu. Unawahi kuona wapi? Yaani umeenda kumwambia siri yako mtu ambaye hata sio familia yako. Unafikiria nini? Dada wewe hujanielewa. Mimi hilo swala la kumwambia mimi na jinsia mbili mimi sijamwambia. Mwambia tu tuzuge kwamba mimi na wewe tuna mahusiano. Basi. Mimi nimwambia tu bwana, wewe jifanye tu mtu wangu. Basi. Tunaingia mpaka ndani, tunatulia dakika kadhaa tunatoka. Hivyo tu. Kwa umefanya hivyo ili kuwafanya majirani wakujua nilijali, si ndio? Yaani wewe dada hujaona huko njiani watu miluzi tu. Nikasema watu wasema kidume ndio hichi sasa. Kila kitu kimeenda sawa. Haya bwana. Mimi sikai sana. Ndio sawa. Akiharibu kitu. Kwa makini. Dadake. Afu ndo sawa. Kweli zangu umeniletea. Jina baya. Shoga yake. Sasa kama tulivyoongea, utasugazuga dakika 5 dakika 10, mimi nikitoka kuoga tena tunatoka. Sawa? Hivi anachokificha ni nini? Wakati anaonekana kijana mzuri, lijali, hapana. Lazima nichungulie, nijue. Samahani kwa kuweka muda mrefu. Kwa nini uniambia kwamba una jinsia mbili? Na jinsia mbili? Wewe umejuaje? Nimejua kwa sababu nimekuchungulia. Please usifunge kwa nguvu. Taratibu. Sasa basi. Hapo umeyatimba. Natoka hapa naenda kule naambia watu wote kama wewe una jinsia mbili. Chekitwa usifanye hivyo, usifanye. Nitakupa chochote, please. Nakwambiaje? Hapo umeyatimba. Ngoja niondoke. Chekitwa. Niache.
Salimu.